Sasa tutakwenda katika kipindi kinachosema hatari za kanisa kutumia vipaji badala ya karama. Hatari kwa kanisa kutumia vipaji badala ya karama. Kama ambavyo tumekwisha kujifunza kwamba kipaji au wengine wanasema talent, hii ni kila mtu anazaliwa nacho au anakipata kwa sababu ya kufanya mazoezi fulani. Kwa mfano, mtu anaweza akafanya mazoezi ya kuimba, mazoezi ya kupanga vitu vizuri, anaweza akafanya mazoezi ya uongozi, mazoezi ya kufanya mambo mazuri. Haya anaweza mtu akayaendeleza mwenyewe hata pasipo kuwa na maombi, akifanya mazoezi tu vizuri. Mtu anaweza akawa na kipaji cha kuzungumza vizuri na akakifanyia mazoezi. Anaweza akawa huyo mtu akawa basi public speaker mzuri na kwa sababu amefanya mazoezi. Na hiyo kamwe haiwezi, sio karama na haitakiwi kubadilishwa kwa karama. Lakini ile inaweza Mungu anaweza kaitumia kuachilia karama yake ya kiroho kwa yule mtu. Lakini tunaposema karama, tuliona kwamba ni uwezo wa kiroho au ni zawadi za kiroho ambazo Mungu mwenyewe anawapatia Wakristo, anawapatia watu ambao wamezaliwa upya, watu waliozaliwa kiroho. Na usisahau kabisa, huwa naendelea kusisitiza kwamba Wakristo wamezaliwa kiroho na Roho Mtakatifu mwenyewe. Roho Mtakatifu ndiye anayetuzaa kiroho. Kwa hiyo tunaposema kwamba tumezaliwa na nani kiroho, mzazi wetu wa kiroho ni nani? Mzazi wetu wa kiroho ni Roho Mtakatifu, na ndio maana inaitwa kiroho. Na wachungaji na wengine wanaotulea, hawa sio wazazi wetu, hawa ni walezi wetu. Hawa ni watu ambao Mungu ametupa kwenye maisha yetu watulee, na tunapaswa kuwasikiliza. Lakini zaidi aliyetuzaa kiroho ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Haleluya. Na kwa sababu watu waliomwamini Yesu ni watu waliozaliwa kiroho, basi Roho Mtakatifu anawapatia vifaa, anawapatia zawadi, anawapatia karama kwa ajili ya kulijenga kanisa lake ambalo ni mwili wake. Kwa hiyo Kristo mwenyewe ndiye analijenga kanisa kwa vipawa ambavyo anaendelea kuviachilia kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo, kanisa la aina yoyote ile, kanisa linapaswa kujiendesha kwa vipawa, sio vipaji, vipawa. Ninaposema vipawa, ninamaanisha karama. Kanisa halipaswi kuendeshwa kwa vipaji. Kanisa linaendeshwa kwa vipawa. Vipawa vya kiroho, vipawa vya Roho Mtakatifu ndio vinatakiwa kuliendesha kanisa. Kanisa likiendeshwa na vipaji, kuna hatari kubwa sana. Kuna hatari kubwa sana. So, ni katika kipindi hiki nitakuonyesha hatari kubwa, kama hatari 10 hivi au 9 ambazo zinalikumba kanisa au zinaikumba taasisi yoyote ile au kikundi chochote kile. Hata kama kingekuwa ni kikundi cha kusifu na kuabudu, ni lazima kiongozwe kwa karama na sio kuongozwa kwa vipaji. Vipaji vinapokuwa vinatawala kuliko karama, maana yake kuna changamoto tu ambazo zitatokea kwenye eneo hilo ambazo itakuwa ni vigumu sana hata kuimarisha, kama ni kikundi, kama ni kwaya, kama ni idara ya wamama, wa baba na idara zingine ndani ya kanisa. Zikiongozwa kwa vipaji tu, matokeo yake yanakuwa ni mabaya sana. Sasa kuna hatari 9 au 10 ambazo nimeziandaa mahali hapa. Hatari ya kwanza, kama unaandika, ni kanisa kubeba uongozi wa kibinadamu badala ya uongozi wa kiroho. Kanisa kubeba uongozi wa kibinadamu na sio uongozi wa kiroho.
Kwa hiyo wale viongozi wa kanisa wanaanza kuangaliwa kwa sifa za kibinadamu. Wanaanza kuangaliwa kwa uwezo wao wa kibinadamu. So kanisa linaloacha kuangalia karama au kuangalia tabia za rohoni za viongozi wake, na matokeo yake linaanza kuangalia ule uwezo wa nje wa kibinadamu, maana yake hili kanisa linatumia vipaji na sio karama au vipawa vya kiroho. Na ili kanisa liweze kwenda sawasawa na namna yeye aliyeliokoa anataka, ni lazima vipawa vya kiroho, sio vipaji tu. Vipaji vina nafasi yake, lakini sasa hivi kwa sababu nafundisha vipawa au karama za kiroho, kanisa linakuwa ni la kimwili mno. Ndio maana sasa unaweza ukaona baadhi ya makanisa unakuta viongozi wanaangaliwa kwa sifa zao za nje. Kiongozi hata kama hajaokoka, ili kwa sababu anatoa sadaka nzuri, basi huyu anaingia kwenye uongozi. Kiongozi hata kama hajui kuomba, kwa sababu anaweza akamsapoti mchungaji kidogo hivi na matoleo, basi huyu mchungaji tunaamua kufunika makosa yake haya, kwa sababu angalau anaweza akafanya vitu fulani vidogo. Angalau kwa sababu anaweza akatoa sadaka ya maana ya kueleweka kanisani. So tunaziacha kabisa sifa za kiroho, kwa sababu tayari tumeanza kutumia vipaji vya watu. Na hii ilitokea katika kanisa la kwanza. Wakati ule kanisa la kwanza, kusoma vizuri, kuna wale ambao walikuwa wamekuwa ni Wayahudi, walikuwa wanalazimisha wapate sifa ndani ya kanisa, kwa sababu wao walikuwa viongozi katika dini ya Kiyahudi. Na ndio wakatafuta wapate sifa hata kwenye kanisa. Ndugu zangu nisikilizeni. Kiongozi yeyote wa kidunia hawezi kuwa kiongozi wa kiroho mpaka awe na sifa zile za kiroho. Unanielewa? Kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa mtaa, si lazima uwe mwenyekiti wa kanisa. Kwa sababu mtu ni waziri, anaweza akawa si lolote kabisa kanisani. Yesu asifiwe sana. Pale kanisa lilipochanganya mambo ya kidunia ya kimwili na ya kiroho, haiwezi kwenda. Inakuwa ni kampuni tu. So hatari ya kwanza nimesema ni kanisa linakuwa na uongozi wa kibinadamu. Viongozi wanachaguliwa kwa sifa zao za kibinadamu. Ndiyo, hatukatai sifa za kawaida kabisa za kibinadamu. Lakini unajua Mungu anapokuwa amemchagua mtu, anampatia sifa ambazo Mungu anataka awe nazo. Kwa kawaida Mungu anachagua. Biblia inasema Mungu aliyachagua mambo manyonge ili kuviaibisha venye nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kawaida wale viongozi wa kiroho kwa kawaida ni watu wasio na sifa. Angalia kina Musa, watu waliokuwa naogopa kabisa. Anasema mimi siwezi kwenda, lakini Mungu anasema mimi ndiye niliyekitengeneza kinywa cha mwanadamu. Wewe nenda tu, nitakupatia nguvu. So wakati unajiona wewe ni dhaifu, wakati unaona dunia inasema wewe una kipaji, Mungu anasema mimi nakupa karama hii. Tuko pamoja? So ni hatari sana kwa kanisa kutumia nini? Kutumia karama, kutumia vipaji badala ya karama. Kanisa linaendeshwa kwa karama ambazo zinalijenga kanisa lake. Haleluya. Namba 2, hatari ya pili. Hatari ya pili ni kwamba ndani ya kanisa kunazaliwa mashindano na kiburi. Kanisa likitumia vipaji, tarajia mashindano. Unaona mashindano yale mashindano sio ya kimungu. Mashindano yoyote yale unayoyaona yanasuka kanisani, mashindano yale sio mashindano ya kimungu. Maana tukiwa na karama hatuwezi kushindana. Kwa sababu karama inatolewa kwa kadiri yeye anayetoa anavyotaka, sio wewe unavyotaka. Lakini vipaji tunasema
Kijana, fanya mazoezi kwenye hili eneo, unaweza. Fanya mazoezi tu, unaweza. Fanya mazoezi, unaweza. Anaambiwa fanya mazoezi, unaweza. Sasa matokeo yake ni nini? Matokeo yake tunakuwa na kiburi na kunakuwa na mashindano. Kanisa likitumia vipaji, uhakika wa mashindano upo. Angalieni kwenye kwaya zetu namna wanavyoshindana. Ukiona wanashindana ujue hapo hawatumii karama, ni vipaji. Ndio maana havijengi. Angalia wana praise wetu wanavyogombania mic. Mtu anaweza akasusa kuimba kwaya kwa sababu hakupewa mic, au haikusetiwa vizuri. Kwa huyu mwalimu wa kwaya, huyu mwalimu wa praise hanipendi. Niliposhika mic, kwa nini amepunguza? Kumbe ukipewa mic wewe unashika hivi. Kuna watu ambao akipewa mic anashika hivi kabisa. Anataka kula mic. So mwalimu kula anajaribu kupunguza kidogo ili kukusaidia, afu unanuna. Unaleta mashindano. Kuna watu hamjawaona watu, kuna watu wanashika hivi afu anaweka hivi. Hata anaweka hivi. Wastahili. Sasa sikiliza, angalia, unaona hiyo? Unasikia hiyo? Unasikia Beni hiyo sauti? Umeisikia hiyo sauti? Jinsi nilivyoishika mic. Lakini kiachia hapa inachukua mpaka huko. Kwa kuna namna hata ya kushika. So fanya mazoezi, acha kuwa mkali unapofundishwa. Kama kweli ni karama yako. Lakini kwa sababu wakati mwingine tunapenda kutumia vipaji vyetu, basi tukirekebishwa tunakuwa wakali mno. Mtu mwenye karama yake akirekebishwa anajua kwamba hii karama inanolewa tu, iendelee kuimarika. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tuna mashindano mno. Mimi nimewahi kuona kwaya zipo kwenye makongamano. Kwaya fulani ikisimama inazimiwa kabisa vyombo. Yaani wanakwaya wanaenda kwenye main switch. Kwaya fulani ikisimama, mtu ana switch kabisa off. Halafu anaachia. Mtu akishazima kidogo akaja akaachia, mje mjipange zile speaker zikae sawa sawa. Muda umeshaenda, kwaya itaimba baadaye. Wewe unafikiria hapo kuna Mungu? Kwenye kwaya nyingi waka hamna Mungu, waka kuna maburudisho tu. Wanakwaya oye. Wanakwaya oye. Nakwambia kwaya nyingi zinaburudisha badala ya kumsifu Mungu. Kwa sababu ndani yao wana mashindano. Unashangaa kabisa watu wanakwaya mko kwenye kongamano na sababu, yaani tumewanyosha leo. Tumewanyosha. Tena leo wataenda kusema tumewakomesha. Mashindano yanaongezeka pale tunapotumia vipaji badala ya karama. Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. So watu wanajisifu wenyewe pale ambapo tayari sio karama tena, sio roho wa Mungu tena, maana wao ndio wanajitukuza wenyewe. So hata vijana mlioko hapa, hata kama tunacheza kwa Bwana, kwa kumtukuza Bwana, sio kwa kumuonyesha mwingine. Haleluya. Haleluya. Hata kama mtu akikosea hatuwezi kumzodoa sana. Kama mnapendana ni karama, tunamtumikia Mungu. Hata mtu akikosea sauti kidogo hatumzodoi sana. Tunamjenga. Maana karama yote ile inapokuja imekuja kwa ajili ya kujenga. Pigia Yesu makofi. Jambo la tatu au hatari ya tatu ni kanisa kukosa matunda ya kiroho. Ni kanisa kukosa matunda ya kiroho. Na kwa sababu yale matunda ni ya kiroho, na nyie mnatumia vipaji ambavyo ni vitu vya kuzaliwa navyo, ni talent. Matokeo yake hatupati yale matokeo yanayotarajiwa. Watu wanaozaliwa kutokana na huduma zetu ni sio matunda yale ya kweli. Sasa ndio tujiulize, je, tunapata matunda ya kiroho katika karama zetu? Kunakumbuka katika ile namba 3 katika kuhakikisha kama una karama hiyo, tulisema kwamba kipimo cha kwanza ni kipimo cha ngapi? Cha ndani, si ndio?
wewe mwenyewe ujue kama umeitwa. Kipimo cha pili ni cha ngapi? Ni cha nje, kujua kwamba je, watu wanasema mimi kweli na karama hii. Na kipimo cha tatu ni matunda. Unayo matunda? Kuna matunda? Kuna matunda ya kile unachokifanya? Umefanya kama hakuna matunda, maana yake ulitumia vipaji tu, na vipaji kazi yake nishawaambia inawaburudisha watu, inawatia moyo watu wa kawaida, inazima kama moto wa mabua ambao hauwezi kuendelea. Na ndio maana mtu anaweza akatoka kwenye muziki akasikiliza wimbo wa mwanamuziki wa kidunia na mawazo yake ya kujinyonga yako pale pale. Kwa nini hayatoki? Hayatoki kwa sababu kula alikuwa ameenda kuburudishwa. Angalia waimbaji wetu wa leo wanavyobadilisha nyimbo za nzuri kabisa, zinakuwa ni nyimbo ambazo ni za kuburudisha tu. Nyimbo kama vile ni nyimbo kama vile hii nyimbo gani hii? Naisikia vijana wanaibadilisha sana, inakuwa ni nyimbo ambayo iko tofauti kabisa. Sipo nyingi, hata cha kutumaini sina. Ninaona wanavyoimba wanalegeza mpaka macho wanavyoimba wimbo ule. Lakini kumbe wimbo ule uliimbwa tu kwenye mazingira ya watu ambao wanapambana, wanajua kwamba tunayesimama naye ni Bwana. Sasa unaona wimbo unabadilika, hata mapozi yake yanabadilika, watu wanawaza kidunia dunia. Ndio maana jana niliwaambia, unashangaa kwenye ibada wako watu kidunia dunia sana. Watu wanawaza kimapenzi sana. Wako kwenye ibada kulingana na nyimbo, atmosphere haijakaa sawa. Sasa sikiliza, hiyo kitu haiwezi kutuletea matunda. Hatuwezi kupata matunda. Kuna wakati ukihubiriwa utubu kweli. Sio kila siku unatoka tu umefurahi. Ibada tu, kila ibada tu ukienda unakuwa umefurahi. Kuna wakati mwingine utoke ukiwa umeumia. Kwa nini naendelea kufanya hiki? Haleluya. Tunakosa matunda ya kiroho. Jambo la 4. Huduma inakuwa ni ya burudani badala ya upako wa kimungu. Kanisa linaishia kuwa kama jukwaa la maonyesho badala ya mahali ambapo uwepo wa Mungu upo. Maonyesho, burudani, watu wanaburudika tu. So kama tutatumia vipaji, ndo tunaanza kuburudika. Ndio maana sikiliza, mimi kweli, wengine unaweza kawa na msimamo tofauti, lakini mimi kwa kawaida hata sipendi kwamba mtu eti anakuja hapa analeta CD tu ya mwanakwaya mwingine, alafu anatuambia ichezwe pale, alafu yeye ndo anakuwa anacheza sasa. Hamna. Bora tu tuambie kwamba jamani, kuna CD hapa, mkasikilize nyumbani kwenu. Yaani wale watu ambao makanisani anafika, anachukua CD tu, anaweka CD ya Badi Buku pale, alafu baada ya hapo ndio sasa anaanza kucheza, ana performance. Haya ni kuburudisha tu. Hizi ni burudani za kanisani. Hakuna upako wote, hakuna mabadiliko yote. Haya ni majukwaa yamebadilishwa kuwa majukwaa ya burudani. Na ninashauri kwa makanisa yetu, hebu tuachane na kutumia ma-CD. Tunaweza tukaamua ma-CD haya sawa, kuna mazingira fulani yani ya kuburudika. Kwa mfano kwenye mikutano ya Injili. Kwenye mikutano ya Injili wengi wanatumia CD. Kwa maana ya kwamba pale wanafika sasa ili wawaite watu, labda wanakwaya wajao wengi, mnaweza mkaiweka ile ni kama sehemu ya kuita watu. Lakini tukiwa kanisani kabisa, alafu tunaanza kuplay CD, ni katika mazingira maalum sana. Kama wanakwaya wa Shekina last 2 weeks walitumia CD, hiyo ni sawa, ambayo inagusa hata mioyo yenu. Lakini kuna CD nyingine ambayo hata usikilize hata maneno yanayoimbwa, wewe unachokazana ni kupiga tu kucheza. No. Hizo ni burudani. Hayo ni matumizi ya nini? Matumizi ya kipaji badala ya karama. Jambo la 5, hatari ya 5 ni watu kutumika bila kuitwa. Kipaji kinasababisha mtu aweze kutumika bila kuitwa. Hujaitwa. Yako maandiko ya kutumia, lakini kwa sababu hatuna muda wa kutosha kila kitu kisema, lakini nakupa tu kwa ujumla. Sikiliza mtu wa Mungu. Mungu anapokuwa amekuita, anakupatia karama ya kutumika kwenye hilo eneo. Sasa kama mtu anatumia kipaji, huyu haijalishi awe na wito,
hata kama hana wito anaweza kuendelea tu. Hata kama hana wito anaweza akaendelea kwa sababu anatumia kipaji. Na ndio maana kuna makanisa unaweza kusema, hawa jamaa mnawasema ni watu ambao ni wa kidunia sana, lakini mbona wanaendelea?" Sikiliza. Kuonekana watu wanaendelea kwa nje haimaanishi kwamba hata ndani yao wameumbika upya. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kanisa fulani wanaweza wakawata na pesa nyingi sana. Wanaweza kawa na hela nyingi sana. Kanisa inaweza ikawa tajiri. Lakini wale tunaungana tu na mwandishi wa kitabu cha Ufunuo, Yesu alipowaambia kwamba unaonekana wewe utajiri lakini wewe ni maskini. Kwa sababu hajaitwa. Au ana force wito. Ana force wito. So mmeona wasanii. Kuna wasanii wengi hapo nyuma walibadilika wote wakawa wachungaji. Sitaki kutaja majina yao, lakini kuna wasanii wengi hapo nyuma walibadilika wakawa wachungaji. Mwimbaji fulani anabadilika anakuwa mchungaji. Fulani anabadilika kwa wewe unawajua. Umeshawajua walibadilika kuwa wachungaji. Wale wanatumia vipaji, sio karama. Hakuna Mungu hapo. Hakuna karama hapo. Hapo ni sehemu ya kuburudika. Ndio maana hata kwenye mahubiri ni burudani tu. Yaani pale ni kuwaburudisha watu, kuwapunguzia stress na mawazo. Lakini ukweli hawa watu hawaendi mbinguni. Unawacheleweshea safari yao ya hapa duniani tu iwe ndefu kidogo. Tuko pamoja? So mchungaji wako hata kama akiwa comedian, leo simama kwenye neno la Mungu. Simama kwenye neno la Mungu, ameitwa. Maana kuna wengine akishajua kuongea sana na kuburudisha watu mtaani, anapanda kanisa. Umeitwa lini? Ndio maana kuna maswali mengi sana mtu anapotaka kuanza huduma ya kudumu. Amekaa chini ya nani? Umekaa na nani? Umezaliwa wapi? Nani nyuma yako yuko nani? Yesu unaweza kusema yuko Roho Mtakatifu, lakini watu bado wana maswali. Sawa, lakini wapi? Una wito umethibitishwa. So wakati ule nani huyu nabii ni Ezekieli, Yeremia alipokuwa na wasiwasi wakati wa wito wake, Mungu akamwambia, alipomwita akiwa kijana mdogo, alimwambia nilikuumba, ni jana tulisoma hiyo, kwa nabii wa mataifa. Maana Mungu alikuwa amemwandaa. Na ndio maana hata alipomwita amwambia, mimi nimeshakupa kubomoa, kujenga, kubomoa kazi. Mungu akikupa kazi anakupa karama. Anakupa karama. Kanisa lazima tuepuke kutumia vipaji. Lazima karama zifanye kazi. Haleluya. Na namba ngapi? Namba 6 ni kulijenga kanisa katika mwili badala ya roho. Kulijenga kanisa katika mwili badala ya kiroho. Huduma zinazotokana na kipaji pekee hujengwa kwa akili na mbinu za kibinadamu, si kwa nguvu ya Mungu. Akili. Watu wana mipango na mikakati mizuri ya kiakili. Wana mipango na mikakati mizuri ya kiakili. Mungu hayupo. So wakati tukiwa na wachungaji tulikuwa tunapanga ratiba ya mwakani. Na ndio maana nimeshangaa Mungu kwa nini alinipa somo hili kulifundisha. Baada ya kupanga nikaona kuna gap kubwa linabaki. Tumepanga, nani anayeenda kufanya kazi? Tuko pamoja? Yaani umepanga vizuri, nani anaenda kufanya kazi? Sijui kama wachungaji wangu mlielewa hilo jambo lililokuwa linanisumbua. Tumepanga vizuri, lakini nani atasimama hapa? Nani atasimama hapa ikiwa watu hawajui karama zao? Tunawajenga kimwili, lakini kiroho hamna, kwa sababu tunatumia vipaji. Tunaweza kuwa na ujuzi wetu kabisa wa kuzaliwa, lakini kwa kweli ujuzi ule hauwezi kulijenga kanisa likaendelea. Lazima vianzie rohoni, sawa sawa na yule aliyevizaa rohoni. Haleluya. Hiyo unaweza ukaona kwamba kanisa linaweza, kama ambao nimesema, kanisa inaweza ikawa na pesa nyingi za kutosha, lakini kiroho ni kanisa lililododa kweli kweli. Watu wanaabudu tu kwa sababu ni kama watu ni kama kadesturi hivi. Yaani ni kama kadesturi. Kanisa la kimwili
linakuwa ni sehemu ya kukutana tu labda kama wafanyabiashara, kwa sababu hatuna pa kwenda, tutakutana Jumapili. Tunakutana Jumapili, tunaanza kukumbushana kwamba bwana, si biashara iliendaje. Hiyo ni maana yake pale tayari mnajenga, lile ni kampuni tu, sio kanisa. So tuna makanisa ambayo ni makampuni, so far sio kanisa. Kanisa ni la kiroho. Kanisa linaendeshwa, lazima liendeshwe na karama. Karama zile Mungu anapokuwa ameziachilia hazikai tu hivi hivi. Zinafanya kazi kwa sababu umewezeshwa. Kitu ambacho ukuwa nacho unawezeshwa. Lakini kule mbele nitafundisha kwamba karama hizi tutafanyaje sasa kama tuna kipaji. Tutajuaje kwamba huu ni wakati wa kipaji na huu ni wakati wa karama. Nina mpango wa kukufundisha kipindi cha jioni. Lakini kwa sasa sikiliza tu hii kwamba hatari yake ni kujenga kanisa katika mwili badala ya roho. Na namba 7 ni kujenga kanisa kwa upendeleo na urafiki. Upendeleo na urafiki. Vipaji vinapoongoza, kanisa linaanza kuzingatia sura ya mtu, umaarufu wa mtu, urafiki wa mtu na uwezo wake wa kijamii. Na ndio maana unaweza ukakuta mtoto wa mchungaji anataka awe mchungaji, hana hata wito. Lakini kwa sababu ni mwanangu, sasa huyu awe mchungaji tu, alisi sehemu yangu bwana. Mnaanza upendeleo. Kwa makanisa yale ambayo yanahamisha wachungaji, anapeleka hapa. Wewe kama huna uhusiano na kiongozi wa juu, wewe ni wa kupeleka kwenye mbuga za wanyama kule kaangaike na swala. Lakini kama angalau kuna uhusiano karibu kidogo, wewe unapowekwa sehemu fulani ambapo huwezi kukosa hata gari la kutembelea. So huduma inafanywa kwa upendeleo, kwa kuangalia kwamba huyu ni msomi sana, huyu tumpeleke kwenye mafuta. So angalia makanisa ambayo mara nyingi sana yanatumia upendeleo. Kuna upendeleo wa aina nyingi, sio vipaji na mahitaji ya kanisa la mahali fulani. Sio mahitaji ya kanisa. So unashangaa mambo yanaenda tu yanavyoenda, kanisa linaenda upendeleo wa kutosha. Kwenye makanisa mengi sasa hivi, hapo nyuma angalau, lakini sasa hivi kuna makanisa ambayo yani mtu anafanya kazi kabisa kanisa, mchungaji yule kiongozi anaweza kumlisisha mke wake ndio awe mchungaji. Na anaanza kwa kumkabidhi awe mchungaji msaidizi mke wake. Alafu na wewe unasali kabisa na una amani na ile kanisa. Na unashangilia, unasema amen. Ile familia ya watu upiga, hawana hata wito wengine. Lakini mtu mwingine anapendelea kulingana, yani in short ninachotaka kusema kwamba kanisa linapoendeshwa kwa vipaji, tunaangalia vipaji vya watu badala ya huduma zao. So angalia kanisa tuna force sana, kwa sababu huyu ni jamaa yangu wa karibu, ngoja nimpeleke diocese ya fulani. Kwa sababu huyu ni jamaa yangu, tumesoma naye, nampeleke diocese fulani. Huyu jamaa tumefanya naye, nampeleka kwenye ile eneo. Huyu jamaa tumekaa naye, nimpeleke. Hizi maeneo haya yanasababisha kanisa lisikue kiroho. Na ndio maana migogoro mingi kwenye makanisa haishi. Migogoro inapoongezeka, maana yake ni kwamba kanisa lile limezidi katika mwili, pamoja na kwamba kanisa ni sehemu sahihi kabisa ya kiroho. Namba 8, watu kufanya huduma bila neema ya Mungu. Hii wala tasina maelezo mengi sana. Tunaposema neema ya Mungu ni kwamba tunapofanya kazi ya Mungu tunafanya kwa neema. Kwa neema maana yake ni vitu tusichostahili, lakini angalau kwa namna fulani tunaweza kufanya. Tunawezeshwa, unawezeshwa. Sasa mtu anapofanya huduma bila neema ya Mungu, maana yake anajiwezesha mwenyewe. Kufanya kazi kwa neema ya Mungu maana yake unawezeshwa, unajengwa, unaimarishwa. Sasa kama tutatumia vipaji, hatuwezeshwi, tunajiwezesha. Neema inakufanya uweze kunyenyekea na kusema, Bwana, hata katika kutoa huduma hii sikustahili. Hata kutoa huduma niliyoifanya sikustahili.
hata katika kuimba kwangu sikustahili, hata kuhubiri kwangu sikustahili, hata kufundisha kwangu sikustahili, hata kama nimesafisha Bwana kanisa sikustahili, lakini kwa neema yako nanyenyekea. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Mwambie, kwa neema yako nimenyenyekea, kwa neema yako nimekubali. Huyu mtu anawezeshwa. Mtu anayejiwezesha ni wale watu ambao wanasema, wewe hunijui mimi. Hivi unanijua mimi? Wale ukimsikia mtu kanisani anasema unanijua mimi ni nani ili kanisa, yule mtu hana neema yote, anajiwezesha. Niliwahi kumwona mtu anasema, hivi unajua mimi hili jina nimelijenga miaka mingapi? Wewe una jina? Jina ni moja tu la miaka yote, jina la Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yaani unakuta washirika kabisa wapendwa wanasema, yaani mimi usiwezi kunichafulia jina langu, jina hili nimetumia gharama kubwa kulijenga, hili jina usinione hivi ujue. Sikiliza bwana, watu wanajua wewe ni nani, tumika tu. Hata kama wewe ni kiongozi wa kanisa, tumika tu. Ukitaka kuingia kwenye kanisa fulani ili ujue kwamba nani ni mshirika wa pale, huhitaji nguvu nyingi. Huhitaji nguvu nyingi kujua kwamba fulani ni mtumishi wa hapa. Kuna makanisa ukiingia huhitaji kujua kwamba fulani ni nani. Huhitaji kitambulisho. Sasa tunataka sifa. Nataka maelezo mengi ya sifa. Kwa hiyo hapo tunajiinua wenyewe, neema ya Mungu inakuwa haipo. Na tukitumika pasipo neema ya Mungu ndio kunazalisha kiburi, tunazalisha manunguniko. Kufanya kazi bila neema ya Mungu ndio mwanzo wa manunguniko. Ndio maana ukifanya kazi ukimaliza lazima ulalamike. Jipime kidogo. Kazi nyingi unazozifanya wewe ukimaliza lazima unungunike. Hauwezi kukimbia ukasema, Bwana, hata nilichokifanya sikustahili. Nimewasaidia watu hawa, sikustahili Bwana. Ungeweza kutumia hata malaika, lakini umenitumia mimi, na kushukuru. Tunafanyaga hivi. Tuanze sasa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tuanze sasa kwamba nimemsaidia mtu, sikustahili. Nimeimba leo vizuri, sikustahili. Neema yako imenitosha. Lakini mara ngapi kidogo tu tunasema sitaki kufanya hiyo kazi tena. Maana kulitumia kipaji sio karama. Na mwisho, namba 9, hatari nyingine ya mwisho ni kuzaliwa huduma zinazojenga mtu na sio Kristo. Huduma zinazomjenga mtu na sio Kristo. Vipaji mara nyingi hutaka sifa na kumtambulisha mtu. Vipaji mara nyingi vinapenda sifa na kumtambulisha mtu. Na kwa sababu hiyo, ikiwa kanisa litatumia vipaji tu, maana yake ni kwamba badala ya kumuinua Kristo, badala ya kumjenga Kristo aonekane, wanajengwa watu binafsi. Anajengwa mchungaji, anajengwa mama mchungaji, anajengwa shemasi, anajengwa mzee wa kanisa. Hao ndio wanaonekana kuwa na majina. Kristo haonekani. Na ndio maana siku za hivi karibuni mnaweza mkajua, hapo nyuma imekuwa ni kawaida watu kueleza kwamba mimi Bwana ninasali kwa mchungaji fulani. Ni sawa katika miktadha yetu, lakini katika miktadha ya kawaida ya nje ambayo hatuna haja ya kujua unasali kwa mchungaji fulani, huo ni mwanzo wa kumuinua mtu. Unanielewa? Na tumewajenga washirika muwe hivyo. Mimi nataka ukienda sehemu ukaseme kabisa kwamba unaabudu kwangu. Tena useme na maneno mengine mazuri juu yangu. But ukiangalia ukweli ni kwamba, tukirudi kwenye huduma ya kiroho ni kwamba, tunapotaka kujenga huduma kwa vipaji, mara nyingi anayeonekana ni yule anaye perform. Ndio maana nimekwambia atakayeonekana ni mchungaji,
ataonekana mama mchungaji, ataonekana wazee wa kanisa ndio wanaoonekana wanaofanya vitu. Lakini huduma ya kiroho ndugu zangu ni kwamba huduma ya kiroho anayepaswa kuonekana ni Yesu Kristo peke yake. Ni Yesu peke yake. So ndio unaona sasa mara nyingi unasifiwa. Watu wakikusifu unajisikiaje? Mtu mmoja hapa, watu wakikusifu unajisikiaje? Hebu jiulize swali. Watu wakikusifu unajisikiaje? Unajisikiaje yani? Unajisikia poet? Unajisikiaje? Mtumishi. Sikia poa. Unajisikiaje? Wangapi ambao ukisifiwa unajisikia vibaya? Nyosha mkono. Yaani wakikusifu what too much praise unajisikia vibaya. Nani? Namalizia hapo, nauliza swali, nani ambaye akisifiwa sana anajisikia vibaya? So kuna wakati sifa zikizidi zinaweza kukusababishia matatizo makubwa sana. Unaweza ukajikuta wewe unajiona wewe ndio kila kitu pale kanisani, wewe ndio unaweza kila kitu. Let me tell you, watu wakikusifu ni bora ujisikie hatia moyoni. Ndio maana ukisifiwa wewe endelea, wanakusifu. Halafu chukua sifa zile zote, mwambie ni wewe Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwamba haya yote waliyosema, kuna hatari sana ya kusifiwa. Na unajua ukisifiwa leo halafu siku nyingine watu wakasahau kukusifu, unaumia mno. Leo ina maana sijafanya vizuri. Mbona hawajasifu? Mbona hawajasema asante? Mbona hawajashangilia? So hata unaimba, unasimama kuimba hapo, unataka watu wakushangilie tu. Kwa hiyo huko kwenye jukwaa tunataka wakushangilie. Maana yake unajenga jina lako. Na ndio unaona sasa mbele madhabahuni pale watu wanapiga sarakasi. Ndio unajua hiyo sarakasi ni kwa ajili ya Bwana au yeye mwenyewe aonekane namna anavyoweza kufanya kukata mauno. Hapo ni kutumia vipaji badala ya karama. Yesu tusaidie sana. Mnanielewa watu wa Mungu? So watu wakikusifu sana, maana yake jina lako linaanza kuonekana, alafu Kristo anaanza kupotea. Pole anapotea. Pole baadaye anasima kabisa Kristo. Matokeo yake kila Jumapili Yesu hata atajwa, anayetajwa ni mchungaji tu. Halo, lazima tuliepuke ili wachungaji. Amen. So mimi mtu akinisifu sana, yani najisikia vibaya sana wakati mwingine. Najisikia sasa kama nasifiwa hivi, huyu Yesu atachukua nini kwangu? Maana ikiwa hivyo manake nimelipwa mshahara wangu tayari. Nisikilize mtu wa Mungu. Ukifanya huduma na hakuna aliyekusifu, ukirudi nyumbani kimbia kaseme Yesu asante maana tayari umenilipa. Unanielewa? Ukifanya huduma kanisani, wamama sikilizeni, umefanya huduma kanisani hakuna aliyekupongeza hata mmoja, kimbia nyumbani, wahi, fika haraka, mwambie Yesu wewe ni mwema. Nakushukuru. Maana sijalipwa na mwanadamu, umenilipa wewe. Ukisubiri sifa za watu hawa, sifa zimechanganyika na unafiki. Hata kama hajashiba anasema nilishiba sana. Wako watu, naongea na watu hapa. Haleluya. Bwana asifiwe. Wako watu hapa wanafiki. So viongozi nisikilizeni ambao mnasema una karama za uongozi. Usiposifiwa na wanadamu, unatakiwa mshukuru Mungu sana, kwa sababu malipo yako kwa Baba yako aliyekuita. Haujajijengea jina lako. Angalia namna wachungaji wamejenga majina ya makanisa. Majina yao ndio yanaonekana wazi kuliko jina la kanisa. Maana yake Kristo asifiwi pale, anayesifiwa ni mwanadamu.
Hatutaki kumsifu mwenyekiti wa idara. Tumshukuru Mungu kwa ajili yake, lakini tumsifu Yesu Kristo. Shukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wako, lakini sio wa kusifiwa yeye, anayesifiwa ni Kristo. So tunaweza kusema asante Mungu kwa ajili ya mtumishi huyu, umemwinua kwa majira na kwa wakati wake ili atupeleke mahala. Asante kwa ajili yake. Sifa na utukufu tunakurudishia wewe. Yesu asifiwe. So mimi sipendi sifa nyingi sana. Hapana. Natamani watu waseme asante Mungu kwa ajili ya mtumishi huyu. Inatosha. Inatosha. Tuepuke kujenga huduma zenye majina yetu. Majina yetu yanatangulia, alafu baadaye jina la Yesu. Jina la Yesu lazima liwe la kwanza katika huduma yako. Ukiona Yesu anakuwa nyuma, unataka usifiwe wewe, wewe umelipwa. Yesu aliwahi kusema kwamba mmekwisha kupata thawabu yao. Ukitoa chochote, hebu jaribu kufikiri, ukitoa unataka sasa kwa sababu umenipa kitu, unataka kila wakati niwe na kushukuru tu. Wewe ukimpa mtu wewe unadai mbona hajanishukuru, si ndio? Mwache na hatia yake, wewe nenda. Kuna watu hapa akikupa kitu ni kama umepata mzigo tu. Anataka kila siku, kama nilivyowaambia asubuhi, mtu ananinunulia shati, anataka kila siku Jumapili nalivaa. Wakati mimi aliponipa na mimi niligawa. Kuna mtu hapa akikununulia kiatu, anataka kila Jumapili uwe nacho. Mbona sijamuona nacho? Mbona kama hajanishukuru? Ukikorofishana naye, angalieni ile nilimpa mimi. Yaani hanaka shukurani yule. Tumuombee tu. Yaani mimi nafikiri tufanye maombi hata ya kufunga kwa ajili ya huyu mama. Huyu mdada tumuombee tu. Rafiki yangu, watu wakija wanakuambia tumuombee, hawakuombei, wanatangaza matatizo yako. Wanatangaza. Tumuombee tu. Tumuombee mama fulani kwa sababu angalia hata lile wigi unajua nilimwadhimisha. So anapitia vipindi vigumu, tumuombee tu. Halafu angalia hata ile nguo, ulimuona ile nguo aliyokuja nayo ile wiki. Ile nguo nilimpa mimi, lakini usimwambie mtu, sawa? Usimwambie, lakini ile nguo nilimpa mimi. Na ulimuona kile kitambaa alichokuwa nacho, kile nilimwadhimisha, alikuwa hana. Ila usiseme kwa mtu, unajua nilijaribu kutoa kwa moyo tu, usimwambie mtu. Ulimuona mwanae zile sendo, mimi ndo nilinunua. Yaani huyu mtu amejilipa mshahara wake wa duniani hapa, na mbinguni hana chake. Yesu atusaidie sana. So tunapotoka hapa, tunataka tukamtumikie Mungu bila kudai sifa. Yesu aonekane. Yesu aonekane. Haleluya. Yesu aonekane kwenye huduma yako. Napenda sana wimbo wa mimi nipungue, wewe uongezeke. Mnaujua eh? Mimi nipungue, wewe uongezeke. Tusimame sasa. Mimi nipungue, wewe uongezeke, yes. Uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Hebu mwambie Bwana Yesu kwa maneno yako. Mshukuru Mungu, lakini mwambie Bwana, nataka katika huduma ninayoifanya, pamoja na kwamba umenipa kipaji, lakini naomba karama iweze kuonekana. Na zaidi ya yote katika huduma ninayoifanya, wewe uonekane. Mimi nizidi kushuka chini, lakini wewe Baba uonekane. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana wa majeshi, uliye Mungu wa uzima, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako, kwa sababu umetupatia ujumbe muhimu sana mchana wa leo. Sante kwa kanisa lako, sante kwa mafundisho haya. Baba, tunajikabidhi katika mikono yako sasa. Kuna wakati tunapofanya huduma, tunafanya huduma mpaka tunaonekana sisi. Wachungaji wanaonekana, waimbaji wanaonekana, watu wanaohudumia wanaonekana. Lakini kupitia mafundisho haya tunaona kwamba ni lazima sasa sisi tusionekane, halafu wewe Yesu Kristo uonekane.